Bwana, mkononi nina Mwananchi Tanzania. Habari kubwa ambayo imeandikwa Mwananchi Tanzania ni G55 ama G55 ya Chadema yafukua mapya. Generali Ulimwengu aichambua kilinganisha na ile iliyoitikisa CCM, agusia ushawishi. Mwabuku siapinga jina kutumika. Lissu asema wataandamana siku ya uchaguzi. Kwa tunajiuliza, no reforms no election, si ndio? Itafanyikaje? Nafikiri tumepata jibu kwamba kuzuia uchaguzi kutakuwa ni kuandamana siku ya uchaguzi. Kuzuia uchaguzi ni kuandamana siku ya uchaguzi. Sasa ukiwa wewe unaandamana, wengine wakaendelea na shughuli zao, wakapiga kura. Waandamanaji wa Tanzania hamna imani na maandamano. Ile ya walioitisha maandamano na kwenda wao wenyewe, alafu wengine hawaendi. Mpaka watu wa ulinzi wakawa ndo wengi kuliko hata watu waliojitokeza. Ile ambao waliandamana polisi. Bro, yani mimi nikwambie kitu kimoja. Yani kitu ambacho nataka nikwambie. Kwanza nimekuwa ni muumini wa kusema si mpango wa chama ambao ulipitishwa katika michakato rasmi ya chama. Kwa maana ya kwamba unaona kuibuka kwa G55 kuna hoja ambazo wanakuja wanazungumza, na unajua wasipuzwe kwa kufichwa kwenye mwamvuli wa kwamba wasaliti. No, ni demokrasia pia. Wala kina Mrema. Ni demokrasia pia ambayo iko pale na wanapaswa kusikilizwa. Wakati mwingine zipo hoja ambazo zinatakiwa zijibiwe. Lakini pia unakuja kuangalia kwa sababu mwanzo mimi nakumbuka Lissu mwenyewe akiwa kwenye jukwaa mojawapo la kisiasa alisema tutaenda kuwachongea, tutaenda kuwaeleza. Mimi pale ndio palipokuwa pana niumiza zaidi. Umeelewa? Kwa mfano unasema tunaenda kuchongea, ukishaanza kueleza kwenye mataifa mengine kwamba sisi kwetu kuna 1 2 3 4 5, unaharibu diplomasia ya nchi. Kwa hiyo kuharibika kwa diplomasia kunasababisha taifa kama taifa mkashindwa kufanya pengine biashara dhidi ya mataifa mengine. Unajua mahusiano yakishakuwa mabaya, hakuna kitu ambacho kinaweza kikawa kinaendelea kati ya upande A na upande B. Ndio maana unakuta kama Marekani wanakuja wanafuta visa za ya rais labda pale Sudan kwa sababu ya mahusiano kufanyaje, kuharibika. Umeelewa? Kwenye kujenga mahusiano naenda pale Zimbabwe, rais wa Zimbabwe yeye anaona kuondoa ushuru kwa bidhaa za Marekani ili ni kuhakikisha unaweka kitu fulani kinakuwa kwenye usawa. Kwa hiyo sawa kwenye hiyo kwamba wakienda wanaharibu image ya diplomasia ya nchi, si ndio? Ukiwasikiliza Chadema wanahoja kwamba wanazuia uchaguzi ama wanataka mabadiliko yafanyike ili kuendana na ile wanasema thamani ya uchaguzi, kwa maana ya kwamba achaguliwe mtu ambaye ni chaguo la wananchi, si ndio? Anachozungumza Shadrack ni kwamba kwenda kusemea kwenye taasisi za kimataifa, mashirika ya kimataifa ni kuichongea nchi na kuharibu diplomasia yake, si ndio? Lakini kwenye wakati ambao pengine huku kweli wanayoyazungumza hayako sawa venye wanayazungumza, wanataka kuwa na mabadiliko, hiyo wanaoitumia ni njia mbaya. Pengine ni njia gani nzuri ambayo walipaswa kwenda nayo Chadema? Njia nzuri ambayo Chadema walitakiwa kwenda nayo, na sasa hivi wapo pia ACT nao na wenyewe wanazungumza kwamba mfumo haujakaa sawa. Naona njia nzuri kabisa na ya amani ilikuwa ni mazungumzo. Ionekane ni nini kama hatuwezi kufanya mabadiliko yale ambayo yatakuwa ni muda mrefu. Tunajua kabisa mfano katiba hatuwezi kufanya kwa miezi iliyosalia. Lakini ni vyema sasa serikali na mamlaka husika, msajili wa vyama wakakaa pamoja na hao watu wakaona ni namna gani, reforms gani au mabadiliko gani yafanyike, kwa sababu wanachokidai sio kibaya, ila watu wanakuja ukitemu kibaya kwenye pale wanaposema atazuia uchaguzi. Sasa na kama wakifanikiwa kuzuia uchaguzi, ina maana serikali kwa namna moja au nyingine itakuwa imeshindwa kwa sababu haijawasikiliza. Mimi natamani serikali wasikilize, wakae pamoja, waweke reforms ambazo hata kama zitakuwa ni kwa ajili ya uchaguzi huu, muda ambao tunategemea kufanya amendment za muda mrefu sasa kwenye marekebisho ya muda mrefu kwenye katiba. Kwa sasa hivi wangeanza na reforms ambazo zitatusaidia sisi kufanya uchaguzi ambao utakuwa huru na wa haki, alafu hizi mizozo mingine zikaisha. Wakati Shadrack anaongea ni kama alikuwa nilichokuwa nakifikiria mimi pia kilikuwepo kichwani. Nikaa nawaza hivi Trump na zile akili zake. Tumeona kitu kidogo tu anaweka vikwazo kwenye nchi.
what if kama hao watu wataendelea kupeleka hizo dosari za uchaguzi kwenye Umoja wa Mataifa, na tumeona pia sasa hivi wanatafuta saini za wananchi tumeona kwenye zile form za maoni wananchi sasa hivi wanafanya sawa, ikitokea watu wasitokee wakaandamana lakini zile form zikafika kweli milioni 15, itakuwa ni doa kubwa kwa taifa, sio tu kwa labda vyama chama tawala, lakini pia kama taifa itakuwa ni doa kubwa. Kwa hiyo natamani kama serikali wakizuia hiki kitu mapema kwa kuona wanafanya nini. Mitazamo ya kisiasa Ruksa, tuandikie pia maoni yako mtazamaji hapo ambaye unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwenye hili la Chadema, unafikiri pengine ipi ni njia sahihi ambayo Chadema walipaswa kwenda nayo, ama unaamini ile ambayo wanaifanya ni sahihi? Tuachie komenti yako hapo kwenye mitandao yetu ya kijamii. 88.5 Shamba FM.